Yes bana, mambo ni aje? Mambo ni vipi? Karibu sana kwenye The Blue Sky Media. Na leo nataka tuzungumzie moja kati ya kolabo ya thamani katika muziki wa Bongo Flava. Kolabo ambayo watu wengi wamekuwa wakitamani kuona ikitokea. I wish hata ambao unaitazama this time around The Blue Sky Media utakuwa unatamani kuona kolabo hii ikitokea. And of course kwa muda mrefu kumekuwepo na kingdom mbili ndani ya muziki wa Bongo Flava. Hapa nazungumzia Diamond Platnumz akiwa na upande wake, lakini pia King himself Alikiba all the way from King Music akiwa na upande wake. Mgawanyiko huu haukuishia tu katika mashabiki wa mtaani, bali ulihusisha pia mikoa, vyombo vya habari na wadau mbalimbali wa muziki nchini kote. Na mjadala wa nani ni mkali zaidi kati ya wawili hawa umekuwa ni mjadala ambao pindi unapoibuka haupati majibu. And of course umekuwa ni muda mrefu sana katika historia ya muziki wa Tanzania. Mimi sipo hapa kutoa majibu kwamba nani ni mkali kati yao, la hasha, lakini kuna jambo kubwa ambalo nimekuwa nikilichunguza kwa muda mrefu. Hivi karibuni kwenye mahojiano ambao Diamond Platnumz alifanya na media yake, hapa nazungumzia Wasafi Media, aliulizwa kuhusiana na uwezekano wa kolabo yake na Alikiba ambaye ni hasimu wake mkubwa katika muziki wa Bongo Flava. Diamond alijibu kwamba hana tatizo na kuwepo kwa kolabo hiyo, isipokuwa tu anategemea sana utayari wa Alikiba, na akasema kwamba yeye binafsi amewahi kumuomba kolabo Alikiba, lakini Alikiba ni kama hajakunjua. So in case Alikiba akafungua, basi Diamond hana noma kabisa. Baada ya kutazama ile kitu ikanifikirisha kidogo, kwa sababu ukitazama baadhi ya mahojiano ya Alikiba kuhusiana na swala hilo hilo, mara nyingi amekuwa akitoa majibu ambayo ni mafupi, and of course ni majibu ambayo sio wazi, yamekuwa akiwaacha mashabiki njia panda. Hali hii inaibua maswali mengi kuhusu ukweli kama kolabo hii ya thamani ambayo pengine itakuwa ni ya kihistoria katika muziki wa Bongo Flava, je, itaweza kutokea? Inaweza ikatokea ama isitokee, lakini hizi ndo sababu ambazo zimekwamisha ama zimechelewesha au pengine zitapelekea kabisa kutokuwepo kwa kolabo hii kati ya msanii Diamond Platnumz pamoja na Alikiba all the way from King Music. Sababu ya kwanza ni sababu ya kihistoria, ambapo tunafahamu kwamba Diamond aliwahi kupewa nafasi ya kushirikiana na Alikiba kwenye wimbo wa Lala Salama. Of course ni wimbo ambao ulifanya vizuri, wimbo ambao ulipendwa, lakini kwa sababu zake binafsi Diamond aliondoa versi katika ule wimbo, na bahati mbaya ni kwamba hakutoa taarifa rasmi kwa Alikiba kwa nini ameondoa zile versi katika ule wimbo ambao alikubali mwenyewe kumshirikisha Alikiba. Kitendo hiko of course kilitafsiriwa kama kutokuwa kitendo cha kiungwana. Imagine msanii kama Alikiba kwa wakati huo alikuwa yupo kwenye frame anafanya poa, ametenga muda wake studio session, ameingiza vocal, then underground ambaye hajafika hata kukaribia level ya Alikiba amekuja ametoa zile vocals katika wimbo wake pengine bila taarifa. So hiki ni kitu ambacho kimeonekana mara nyingi kimemchukua sana Alikiba, na inavyoonekana kwamba Alikiba catch up kitendo cha mchizi kuweza kutoa zile verse pasipo taarifa rasmi, kitu ambacho kiukweli kilimkwaza Alikiba. So ni kitu ambacho pengine amekishikilia mpaka leo, na sio rahisi kabisa kuweza kuruhusu collab itokee, kwa sababu bado na maswali kwamba iliwezekana vipi ukatoa verse ambazo mimi tayari nishaingiza kwenye wimbo ambao uliomba kushiriki. Nimeona hata Juskati hapa, mmoja kati ya influencer wakubwa kutokea Bongo Tanzania, hapa namzungumzia Mwijaku, naye ambaye mara nyingi amekuwa akichagua upande wa Alikiba, akauliza swali hilo hilo, iliwezekana vipi? Lakini kama haitoshi, ni issue ya ushindani baina yao hawa watu wawili. Tunafahamu kwamba ushindani kati yao ni nguzo muhimu sana katika mafanikio yao ya kibiashara. Kila wanapolinganishwa au kushindanishwa, pande zote mbili hunufaika kwa kiasi kikubwa, hasa katika muziki wa ndani. Hapa nazungumzia muziki wa Bongo Tanzania, hapa katika mipaka yetu ya +255. So kutokea kwa kolabo kunaweza kumaanisha kwamba kumepungua au hata kumalizika kabisa kwa bifu au mvutano ambao unavutia ama umekuwa ukitengeneza tension baina yao wawili, ushanifahamu vizuri, katika biashara zao. So ikitokea kwamba kolabo imetokea, maana yake ni kwamba lile bifu alipo tena ama ule mvutano haupo tena. Kwa hiyo mwisho siku Alikiba na Diamond wamepatana, there is no need ya kushindanisha kwenye chochote kile. So mtu yote akitoa, hata kama akitoa ngoma kali au mwingine akatoa ngoma mbovu, hakuna mtu atakayezungumza, kwa sababu hao wawili wanaonekana kutokuwa na tatizo. Kwa mfano, kuna kipindi katika genre ya R&B alishindanishwa Jux pamoja na Ben Paul.
wimbo wao Livuja ambao ulikuwa ni kama collaboration, of course kila mmoja akijisifia kwa upande wake. Baada ule wimbo kuvuja, kama utakuwa unafuatilia vizuri utagundua kwamba ile competition iliyokuwepo ilikufa. So ile collab iliua kabisa competition. Though ilivuja lakini iliua kabisa competition kati ya Ben Paul pamoja na Jux. So R&B ikabaki yote atakayefanya ngoma kali basi tunaenda naye, lakini swala zima la ushindani kibiashara lilikufa kwa sababu hiyo ya kuruhusu collab katika watu ambao pengine bado wanahitaji kuwepo kwenye game au bado watu wanawapenda na watu wamechagua upande. So sometimes ushindani ni kitu ambacho kinanufaisha wasanii kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia ukitazama vizuri utagundua kwamba hao jamaa wana tofauti kubwa sana katika tabia ama hulka zao. Ukitazama vizuri utagundua kwamba Ali ni mtu ambaye amekuwa akionyesha msimamo ama akichagua upande mapema sana, na mara nyingi ni mtu ambaye hawezi kuvumilia baadhi ya vitu, na ikitokea ameondoka kwenye maisha yako, ameondoka kwenye cycle yako, ni ngumu sana yeye kurudi au wewe kuweza kupata nafasi tena ya kupenetrate kwenye cycle yake. Kwa mfano kuna trainer alikuwa anaitwa Denzel, I don't know kama nimetaja jina lake vizuri, aliwahi kuwa trainer, gym trainer wa Alikiba, ushanifahamu vizuri. Baadaye ikatokea misunderstanding kati yao, Alikiba akawafanya tena kazi na Denzel. So Denzel alikuja kwenye public na kuomba msamaha mbele ya vyombo vya habari, ushanifahamu vizuri. Alimvizia Ali sehemu alokuwepo, akamwomba msamaha na vitu vikaisha. So ukifuatilia utagundua kwamba tabia ya Alikiba ni mtu ambaye pengine anajitoa sana kwa watu. The moment ambapo unapokuwa umemdisrespect ama umdisappoint, ni mtu ambaye anachukua msini zake kama zilivyo, anaondoka na atazami nyuma hata nini kitokee. So I think pia kwa kila ambacho Diamond alikifanya, nadhani inawezekana collab ile ambayo alifuta verse ikawa tatizo ni moja, lakini tatizo la pili ni tabia ya Ali kutaka kujiondoa kabisa kwa watu ambao tayari wamemdisappoint katika maisha yake. Ushanifahamu vizuri, kitu ambacho ni tofauti kabisa kwa mtu mzima Diamond. Tunafahamu kwamba amesalitiwa ama amekuwa disappointed na baadhi ya wasanii. Kwa mfano Harmonize, ushanifahamu vizuri bana, alimdisappoint wakati anatoka kwenye record label yake. Lakini pia kama utafuatilia vizuri, kumewahi kuwa kuna msuguano pia, maneno ya vijembe ambavyo Ibra alikuwa na vitupa kipindi bado yupo Konde Gang kwenda kwa Diamond, lakini wakati anataka kutoka Konde Gang, mtu ambaye alimsaidia kupata mwanasheria na kupata haki zake za msingi na nini alikuwa ni Diamond. So Diamond ni kama ana double standard kwenye mambo yake, lakini Ali amenyooka, akiamua kusepa anasepa. Pengine hiki ndio kitu ambacho kinaweza kuwa kinakwamisha sana uwezekano ama possibility ya kutokea kwa collab hii. Lakini kama haitoshi, lazima tukubali kwamba Diamond pamoja na Alikiba ni watu ambao wako katika level tofauti napokuja katika swala zima la kipaji. Tunafahamu muziki ni kitu kikubwa sana. Alikiba yuko very talented katika uimbaji, lakini Diamond ni moja kati ya entertainer noma sana katika swala zima la music. Ushanifahamu vizuri, the way ambavyo anatengeneza muziki wake, the way ambavyo ana perform kwenye stages na nini, ni mtu ambaye amekuwa akitengeneza ama hakikisha kwamba muziki wake unakuwa entertain. So mzuri sana kwenye muziki ambao unamtaka aimbe zaidi. Ushanifahamu vizuri, kama ni mtu ambaye unasikiliza muziki utakuwa unakubaliana na mimi kwamba Diamond sio mzuri sana kwenye kwa kipande, lakini kile kipande ambacho inabidi entertain, akufurahishe, aweke manjonjo na nini kwenye ngoma zake, amekuwa ni mtu ambaye anafanya poa. Sasa ukiangalia ni watu ambao tayari kila mmoja ana nafasi yake katika game ya Bongo Flava, then inabidi itokee collab kati yao katika hulka hizi mbili, katika aina ya muziki ambao wanaofanya. Unadhani nani atakubali kuacha aina yake ya muziki na kufuata aina ya mtu mwingine? Kitu ambacho kinatengeneza ugumu sana kuweza kupata hii collab, kwa sababu Alikiba akiamua aende kwenye kuentertain kama Diamond, automatic kama obvious atapotea. Lakini pia Diamond akaamua aimbe kama jinsi ambavyo Alikiba amekuwa akifanya muziki wake mara nyingi, silaha yake ni kuimba, Diamond pia atapotea. So unaweza ukavuta tu picha hapo ukagundua kwamba pengine ni ngumu sana hii collab kuweza kutokea, kwa sababu hizo ambazo nimeweza kukutajia hapo juu na zingine nyingi ambazo unaweza ka drop kwenye comment section ukaniambia kwa upande wako unafikiri kwamba kwa sababu gani ambazo zinaweza zinapelekea kucheleweshwa ama kutokuwepo kabisa pengine mpaka tunaondoka katika ulimwengu huu collab kati ya Diamond Platnumz pamoja na Alikiba. Sisemi kwamba collab kati yao haiwezekani, lakini ili iwezekane inabidi baadhi ya ego zivunjwe kwa wote wawili, wakubali kupita katika njia moja ambayo itakuwa ni katika manufaa yao wote wawili. Lakini swali langu ni kwamba tunataka collab ya kazi gani? Tunataka collab ili iwe nini?
me I think Diamond anafanya poa, Ali anafanya poa, na wote bado mashabiki wanawapa attention. So I think waendelee tu kushindana bana, mwisho wa siku watakuja kufanya makolabo huko wakitaka staff na nini. This time around kila mtu achukue upande, magoma yawekwe, atakayeonekana kwenye ngoma hii kaua auwe, wewe utapania kwenye ngoma inayofuata. Masuala ya collab nafikiri yanaweza yakaua kabisa ushindani na pengine kupooza ama kuilaza kabisa game ya Bongo Flava. Utafahamu kwamba muziki wa hip hop this time around umepungua kwa sababu hakuna sana zile diss track. Umekuwa ukiona jinsi ambavyo wasanii wa hip hop wakiamua kumdiss mtu, jambo linakuwa kubwa, linapewa attention na watu wanafuatilia, lakini the moment wakiamua kuplay cool na nini, vitu vinakuwa vuu, watu wanapoteana na mwisho siku kama wanaanza upya. So hao ndo maoni yangu kuhusiana na uwezekano kati ya kolabo ya Diamond pamoja na Alikiba kuweza kutokea. Let me know kupitia kwenye comment section unafikiria nini kuhusiana na hii situation. Asante kwa kunisikiliza, mimi naitwa Gadwise.